Yesu asifiwe, jina la Bwana libarikiwe. Na wasalimu ndugu zangu katika Kristo mahali kokote mliko. Matumaini yangu ni kwamba nyote mzima pamoja na familia. Niseme tu nakushukuru ndugu yangu kwa support yako kubwa ambao unaendelea kuionyesha. Mungu aendelee kukubariki. Katika siku ya leo kuna kitu ambacho waga tunajiuliza, na nafikiri hata na wewe waga unajiuliza. Je, kuna dhambi kubwa na ndogo? Ni kweli kuna dhambi kubwa na ndogo? Kwa sababu watu wanasema hii dhambi ambayo labda mimi nimeifanya ni ndogo, ama hii dhambi ambayo labda mimi nimeifanya ni kubwa. Katika siku ya leo tunataka tujue hakika, je, ni kweli kuna dhambi kubwa na ndogo? Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kitu ambacho nitakwambia ndugu yangu, hakuna dhambi kubwa na ndogo. Dhambi zote ziko sawa sawa. Haijalishi umeua, haijalishi umedanganya, wewe uliyeua na yule aliyedanganya, nyinyi nyote mko sawa sawa. Ikimaanisha hautasema hii ya kwangu ni ndogo na huyu ndo ana dhambi kubwa. Hapana, dhambi zote ziko sawa sawa. Sijui kama unanielewa. Nitakuhakikishia katika maandiko ujue kwamba hakuna dhambi kubwa wala ndogo. Lakini kinachotofautiana ni yale mapigo ya yale dhambi. Kwa sababu kila dhambi inahitaji hukumu. Unapotenda dhambi, ujue matokeo ya dhambi ni hukumu. Unatakiwa uhukumiwe kwa kila ambacho umekifanya. Sasa yule aliyeua na yule aliyedanganya, nyinyi nyote mmetenda dhambi, lakini mapigo ambayo mtaweza kupigwa ndio yanatofautiana, lakini dhambi hazitofautiani. Jina la Bwana litukuzwe. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tusome kwanza kwenye kitabu cha Mathayo, cha Luka. Tusikie jinsi gani Luka ameweza kutuambia, je, kuna dhambi kubwa na ndogo ama inakueje? Tukisoma kwenye kitabu cha Injili ya Yesu Kristo kama ilivyoandikwa na Luka mtakatifu sura ya 12, tukianza kwenye mstari wa 47 hadi 48. Neno la Bwana linasema, na mtumwa yule aliyejua mapenzi ya bwana wake asijiweke tayari wala kuyatenda mapenzi yake atapigwa sana. Unasikia? Mtumwa ambaye anajua mapenzi ya bwana wake na yeye asijiweke tayari kutenda atapigwa sana. Kwa nini anapigwa sana? Ni kwa sababu amejua kile ambacho anatakiwa kukifanya, lakini hakukifanya, ameenda tofauti na jinsi anatakiwa afanye. Huyo atapigwa sana. Lakini 48 nasema hivi, na yule asiyejua naye akafanya yastahilio mapigo atapigwa kidogo. Ngoja nikwambie hapa, kujua yale ambayo unatakiwa kuyafanya nawe usiyafanye inataka kumaanisha nini? Ni pale ambapo wewe kuna kitu ambacho unajua hiki kitu ni dhambi. Kuna watu leo katika ulimwengu huu wanazini, si kwamba hawajui kuzini ni dhambi. Wanajua kuzini ni dhambi, lakini wanazini. Sasa wewe ambaye unajua kuzini ni dhambi, lakini unazini, wewe utapigwa sana. Kwa nini upigwe sana? Kwa sababu umejua lakini umefanya. Kwa hiyo umefanya kitu ambacho unajua hii haistahili kufanywa, lakini wewe unafanya. Kwa wewe utapigwa sana. Lakini kuna mtu mwingine ambaye anazini na ajui kuzini kama ni dhambi. Kwa sababu ametenda hiyo dhambi, amefanya kitu ambacho hakistahili, licha hajui, atapigwa na yeye hivyo hivyo. Kipindi ambacho nilikuwa sijaokoka, kipindi hicho mimi nilikuwa naingia kwenye kanisa la Catholic. Nikawa nasema ya kwamba ninapoenda kanisani, ninaposikia maneno ya Mungu, itanifanya siku ya hukumu Mungu ataniambia ulisikiaga walisemaga kitu fulani. Kwa hiyo ili hiyo siku nitakapokufa, Mungu akiniambia ukusikia walisemaga hivi, nitamwambia hapana, mimi sikusikiaga. Nilichokifanya nini? Nilikuwa nachelewa kanisani. Kwa sababu nikienda kanisani nitasikia maneno ya Mungu. Kwa hiyo kile nilichokisikia kitakuwa chanzo cha mimi kuhukumiwa. Lakini sivyo. Ujue utahukumiwa, usijue utahukumiwa. Sasa kuna mtu ambaye anaweza akatenda dhambi ya uzinifu. Kwa sababu ni dhambi,
atahukumiwa kwa hiyo dhambi ambayo ameitenda. Lakini kuna mtu ambaye ametenda dhambi ya uongo, amedanganya, lakini pia na yeye atahukumiwa kwa hiyo dhambi aliyoitenda. Si kwamba kwa sababu hii ni ndogo mimi sitahukumiwa. Hakuna. Dhambi ni dhambi. Unapoenda kinyume na kile ambacho Mungu anataka wewe utende, umetenda dhambi. Kwa hiyo unapoenda kinyume, ujue kinachostahili kwako ni hukumu. Hakuna kusema kwamba mimi nina dhambi ndogo na mimi huyu mwingine ana dhambi kubwa, labda huyu ndio atahukumiwa mimi sitahukumiwa. Hakuna dhambi kubwa wala ndogo. Yeyote ambaye anatenda dhambi ajue malipo ya hiyo dhambi ambayo anaitenda ni katika ziwa la moto. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tusome kwenye kitabu cha Ufunuo uje uelewe hiki ambacho ninakizungumza katika muda huu, kwa sababu mimi siongei yale ambayo yanatoka ndani ya kichwa changu ama yale ambayo yako ndani ya akili yangu, bali nasoma kulingana na kile ambacho Mungu ameweza kuzungumza na sisi kupitia neno lake takatifu. Jina la Bwana libarikiwe. Tusome kwenye kitabu Ufunuo wa Yesu Kristo kama ulivyoandikwa na Yohana Mtakatifu, sura ya 21 mstari wa 8. Sura ya 21 mstari wa 8, neno la Bwana nasema, bali waoga na wasioamini na wachukizao na wauaji na wazinzi na wachawi na hao waabudio sanamu na waoga wote, sehemu yao ni katika lile ziwa liwakalo moto na kibiriti. Hii ndiyo mauti ya pili. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hapa tunaona kategori zote. Sijui wewe uko kwenye nafasi gani hapa. Je, katika wale waoga ndio wewe uko? Katika wale waongo wewe ndio uko? Mimi sijui uko wapi. Hapa tunakuja kuona hautasema ya kwamba mimi kwa sababu nimedanganya ya kwamba huyu ambaye ameua hatuko sawa sawa. Hapana. Biblia inasema na waongo wote, ikimaanisha wewe unayedanganya. Lakini pia Biblia inasema na wazinzi na anayezini. Lakini Biblia inasema na wachawi na mchawi. Lakini Biblia inasema hivi na wauaji. Maana yake wewe unayedanganya na yule anayeua na yule anayezini, nyinyi nyote mko katika sehemu hii. Nyinyi nyote ni mahali panapowaka moto na kibiriti, ndo mahali yenu. Maana yake hapo hautasema kwa sababu mimi nilidanganya, hii dhambi yangu ni ndogo, siko sawa sawa na aliyeua. Biblia haisemi hivyo. Hayo ni ya kwako wewe. Na kitu watu ambacho wakati tunajidanganya, tunatakaga kujipa faraja katika zile dhambi ambazo tunazifanya. Kitu ambacho unatakiwa ujue, huu ni msumeno. Yaani msumeno unakata katikati. Usipojiangalia katika hii, ujue kuna mahali ambapo utaenda itakuwa ni matokeo ya kile ulichokifanya. Itakuwa ni matokeo ya yale maisha uliyoyachagua. Jina la Bwana litukuzwe. Bwana Yesu asifiwe. Kipi ambacho Roho Mtakatifu anataka kukuambia katika siku ya leo? Kitu ambacho Roho Mtakatifu anataka kukuambia ni kwamba katika hicho kidogo ambacho unakifanya leo, kinaweza kuwa sababu ya siku moja ukajikuta jehanamu. Hicho kidogo ambacho unakizarau, unasema hiki tu, acha tu nifanye hiki tu, hicho kitakuwa chanzo cha kukufanya urisi jehanamu. Mungu anataka kuambia kwamba katika njia zote ambazo unazijua hizi hazimpendezi Mungu, ziache. Kwa sababu kila unachokifanya ambacho kimpendezi Mungu kinakuwa ni dhambi. Na hiyo dhambi haijalishi uliua, haijalishi ulifanya nini, unapokiona tu hiki Mungu hakitaki, ujue hapo nyuma kuna matokeo mabaya ya kile ambacho umekifanya katika siku ya leo. Kwa hiyo ndugu yangu, nitakachokuambia tu katika siku ya leo ya kwamba hakuna dhambi kubwa na dhambi ndogo.
Angalia yale ambayo unayafanya ambayo hayako sawa sana jinsi Mungu anavyotaka. Uweze kuacha, uweze kutenda yale ambayo Mungu anayataka, ili siku moja usijikute umerisi jehanamu. Mungu akubariki. Neema ya Yesu Kristo iendelee kuwa pamoja nawe. Kwa majina naitwa Nicole Katerina Kongolo. Nitakuomba ndugu yangu usisahau kusubscribe, kulike na kucomment ili tuweze kukutana tena katika video nyingine ambayo inakuja soon. Mungu akubariki.